Majina naitwa Philip George Makungu, ni kaimu mkuu wa kitengo cha maliasili na uhifadhi wa mazingira halmashauri ya wilaya ya Chato. Leo tuliwaalika wadau wa vituo vya kuoshea magari, pikipiki pamoja na bajaji. Tulikuwa na kikao nao. Lengo kubwa ni kukumbushana juu ya wajibu wa kisheria, namna bora ya kuendesha vituo vyao vya kuoshea magari, kwa sababu kwa namna moja au nyingine kumekuwa na malalamiko, watu wanaanzisha kaoshi bila kufuata taratibu, wanaanzisha kwenye makazi ya watu, wanamwaga maji hovyo, maji yanaingia kwenye mifereji, maji mengine yanakuwa na chembe za mafuta, kiasi kwamba wanaenda kuchafua vyanzo vyetu vya maji. Sasa leo tumeamua tufanye kikao ili kujaribu kupeana namna bora au taratibu nzuri za kuendesha vituo vyao vya kuoshea magari, pikipiki, lakini pia na bajaji. Na swala jingine pia, uanzishwaji holela wa hivi vituo kwa namna moja au nyingine wanakwepa kulipa mapato ya serikali, kwa sababu vituo vingine ambavyo vinatakiwa kuwa na leseni za biashara ni kwamba hawalipi. Sasa ni kwa namna moja au nyingine wanapoteza mapato ya halmashauri. Hivyo tumejaribu kuwasihi sana wadau wetu au wenzetu wamiliki kuhakikisha kwamba wanafuata taratibu zote za kuanzisha hizi kaoshi, lakini zianzishwe katika maeneo ambayo wamepewa vibali kufanya namna hiyo, na sio kuanzisha kila mahali, kwamba wanaleta changamoto na usumbufu kwa wananchi na kunakuwa na malalamiko. Hivyo tuwatake basi waweze kuzingatia yale maelekezo ya kisheria, kitaratibu ambayo tumezungumza na tumekubaliana. Ndani ya muda mfupi wao wameshakamilisha. Sisi kama halmashauri baada ya muda ambao tumekubaliana, ambazo ni siku 21, kuhakikisha kwamba wameshafanya marekebisho ya mapungufu yote, lakini pia wamefuata taratibu zote ambazo zinapaswa kwa mujibu wa sheria, ili waweze kufanya biashara zao kwa mujibu wa utaratibu. Kwa majina naitwa Jackson William Mlaponi, ni afisa sheria wa halmashauri ya wilaya ya Chato. Katika kikao cha leo tulikutana na wadau ambao wanamiliki garages pamoja na vituo vya kuoshea magari. Kwa upande wetu sisi kama wanasheria tulikuwa tunawasisitiza kuhusu kuwa na leseni na vibali vyote ambavyo vinahitajika kwenye kuendesha biashara hiyo, na tumewaelezea pia madhara ya kufanya biashara bila kuwa na hivyo vitu ambavyo vinahitajika kisheria. Kwa majina naitwa Daudi Mbonika, ni afisa afya wa kata ya Chato pamoja na kata ya Muungano. Leo tulikuwa na kikao kazi na wadau wa uendeshaji wa biashara ya kaoshi pamoja na gereji. Tumeenda kujengana uwezo ni namna gani bora ya uendeshaji wa hizi biashara. Kumekuwa na uanzishaji holela wa biashara za kaoshi ambayo unapelekea uchafuzi wa mazingira, tiririshaji wa maji machafu kwenye mitaro, na kaoshi nyingine, wamiliki wa kaoshi nyingine hawana miundombinu ya usafi kwa maana ya vyoo, mabafu kwa ajili ya wateja pamoja na wafanyakazi wao. Vilevile kumekuwa na uanzishwaji pia wa biashara hizi pasipo kuzingatia vigezo na masharti ya kiafya. Hivyo kwa kikao hiki wadau hao wamejengewa uwezo na wamepewa muda wa ndani ya siku 21 wao wamekizi vigezo na masharti yote yaliyowekwa. Na baada ya hapo kwa ambao watakuwa wamekiuka na kutokufuata hivyo vigezo, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao, ikiwemo pamoja na kufikishwa mahakamani pamoja na ulipaji wa faini. Kwa majina naitwa Sala Yasini Kipele, ni mfanyabiashara lakini mmiliki wa eneo la kuoshea magari lililoko Muungano. Tumeitwa hapa kwenye kikao. Tunamshukuru Mungu kwa kweli, kikao kilikuwa kizuri. Tumeeleweshwa juu ya namna ya kuweza kuendesha miradi yetu hiyo ya uoshaji, kudhibiti maji, taka ngumu, chafu. Lakini pia wametuambia ili kufungua eneo hilo inahitaji uwe na vigezo, wametutajia, wametuelewesha. Kila mmoja anaenda kuwajibika, hakikisha ana choo, ana eneo zuri,
kwa ajili ya kuoshea na mwisho wa siku tuweze kuendeleza kwa kulipa mapato yetu. Kwa majina naitwa Renatus Faustini Mzale, ni mmiliki wa Ushindi Kaosh ambayo inapatikana pale Muungano mkabala na Aneji Hoteli. Kimsingi nimefurahi sana katika kikao cha leo cha wadau wanaomiliki kaosh hapa mjini. Kwanza mimi binafsi nimepata elimu ya kutosha kwamba ni vigezo gani unatakiwa uwe navyo ili uweze kumiliki kaosh. Nimejielimisha na pale ambapo nina mapungufu kwenye eneo langu la kazi nitaenda kuboresha ili kukidhi matakwa na matakwa ya kisheria. Lakini pia nimeshukuru kwa sababu elimu tuliyoipata sasa inaenda kuongeza mapato kwa serikali pamoja na halmashauri yetu. Maana imeonekana wafanyabiashara wengi wa kaosh tulikuwa tulipi leseni lakini hatulipi mapato ya halmashauri. Hivyo ni chanzo kimojawapo cha mapato ambacho kilikuwa kinapotea, lakini kutokana na elimu tuliyoipata leo ni imani yangu kwamba tutaenda kuongeza kipato kwa serikali yetu na halmashauri yetu ya Chato. Nitoe wito kwa wafanyabiashara wenzangu ambao kwa namna moja ama nyingine hawajakidhi vigezo, hata sisi ambao bado baadhi ya vigezo hatujavikamilisha, tutoke hapa sasa tuende tukatimize vigezo hivyo kwa mujibu wa sheria kama tulivyoelimishwa na wadau wa mazingira katika kikao cha leo.